Halo, mambo vipi? Karibu tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya computer programming, na leo tunaendelea na PHP. Tutaangazia swala la function. Function ni nini? Function ni block of code, inasema ni block of code au ni code ambazo zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuweza kufanya kazi fulani. Kwa unapotaka kufanya kazi fulani katika computer programming tunatengeneza function. Na function ni muhimu kwa sababu inaturuhusu kuwa na ile matumizi ya code unazotumia mara kwa mara pasipo kuziandika mara nyingi, kwa sababu tayari ushatengeneza function maalum. Unachokifanya ni kurejea tu ile jina. Tusiende ndani sana, lakini tuweze kuangalia kwa vitendo ni namna gani tunaweza tukaandika function, na hii itatujenga katika hatua itakayofuata. Kitu cha msingi kwenye function unachoandika vya msingi, kitu cha kwanza ni kwamba utahitaji kuwa na keyword ambayo inaitwa function. Kwa hiyo utahitaji keyword ambayo ni function, lakini utakutengeneza jina la hiyo function. Kwa hiyo kwa mfano unaweza tukasema labda ni calculator. Hii ndio jina ya function yetu. Kisha utaandika haya mabano, alafu kisha utaandika parentheses, mabano ya namna hiyo. Ndani ya haya mabano ndipo ambapo utaandika hizo code zetu ndani ya mabano haya. Kwa hii ni block of code ambayo utaandika ndani yake. Kitu kingine ambacho utaje kujua kwamba inategemea na tunahitaji nini, kwa sababu kuna function ambayo inakuwa na inakuwa na parameters, alafu inakuwa na return, na kuna function ambayo inakuwa haina parameters lakini inakuwa na return. Kuna function ambayo inakuwa na parameters, inakuwa na return, na inakuwa na parameters, na inakuwa na vitu. Kwa hiyo inategemea na ambavyo utakuwa umeandika hizo zako. Kwa mfano huko ndani tuseme labda nataka kuweza kucalculate au kutoa hesabu fulani. Kwa mfano tuseme labda echo, tutachukua ni echo labda 5 nizidishe kwa 9. Ndio. Nikienda nika echo hii function, hatuweza kupata majibu kwa sababu kuna kitu muhimu ambacho nataka tutakimention baadaye. Kwa mfano nimesave na nimerun hii function, hatutapata majibu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu muhimu sana ambacho ni muhimu kwamba katika function lazima uhakikishe unaiita, unasema unaita hii function chini ya hii, unaita function kisha call function ndio itaweza kukubali. Kwa mfano tutafanya kuiita hii function. Nikiita hii function hapa chini, nika save na nika run, utaweza kuona hesabu yetu inatokea 45. Sasa hii ni function ambayo haina parameters. Kwa nini? Kwa sababu tumeeko ndani, lakini sambamba ni kwamba data zetu ziko defined moja kwa moja. Kwa mfano labda tuseme hii 5 hatuijui, labda tuseme ni namba ambayo unknown, si ndio? Ni unknown, si ndio? Labda tuzidishe kwa 9, ni unknown number, si ndio? Save na to run. Tukiwa tukarani hatupati chochote, natupa error kwamba line namba 4 kuna errors. Kwa nini? Kwa sababu hii haijafahamika. Ili iweze ku print, hapo ndipo inakuja kutokea ile function ambayo inakuwa ina parameter, ambapo ndani nitaita kupitisha parameter ndani ya hizi bracket. Taiandika hii taipitisha hii, naweza nikasema ni kama mlango ambao tunautumia kupitisha data zetu ambazo tunataka zingine ndani ya function au kutoa ziweze kutafsiriwa. Kwa mfano hapo nitaandika hivi, na nitakwenda kuitafsiri hii kwenye hii function chini ambayo nimeshaiita. Kwa kazi ya hii kuita ni function inahitaji kuitwa, lakini inatoa nafasi pia ya kuweza kutafsiri zile parameters ambazo zimepitishwa ambazo hazijawa defined ndani ya block of function. Na pia ni mdomo, unaweza kusema ni mdomo ambao unapokea data ambazo zinatoka nje ya hii hizi tags za PHP ndani ya PHP. Kwa hapa ndani naweza kutafsiri kwamba hiyo labda nasema ni 40. Nikisave na nikarani, tukarani utaweza kuona inatokea 9 mara 40 itakuwa ngapi? 360. Sawa. Kwa hivi ndivyo ambavyo katika basic unaweza function inaandaliwa. Inakuwa na keyword function, inakuwa na jina, sawa?
inakuwa na jina, la function, na inakuwa na his bracket naita parentheses, alafu inakuwa na his curly bracket ambapo ndani yake ndio inakuwa ni block of code, unaweza kuandika code zako. Sasa hii ni njia moja ambayo tumeecho, na unaweza kwa njia nyingine ambayo itakuwa ni ya return, na tuna echo, tunaweza tuka echo outside. Kwa mfano tuondoe hii, na hapa niseme kwamba natengeneza variable alafu nasema sawa kokotoa ni sawa sawa na labda nasema first number sawa jumlisha second number sawa. Na chini hapa anachokifanya kwamba nakwenda kureturn, nini? Nakwenda kureturn hii variable. Ningeweza pia kureturn, ni sawa sana kureturn tu moja kwa moja hizi. Naweza nikachukua hizi nikaenda nikazifanyaje, nikazireturn. Ni vile vile tutakachofanya ni kwamba hizi variable nitazipitisha tu kawaida huko ndani. Kwa hiyo hapa ninachokifanya ni niandike kodi nyingi na return hiyo, nitakwenda kureturn hii hapa, hii variable counter return. Katika kureturn nikifanya hivi haitoweza kuleta majibu kwa sababu hizi ziko undefined na huwezi kujumlisha hizi kwa sababu hazijulikani. Kwa hiyo tunachofanya ni kuzipitisha kama kawaida. Kwa hiyo tutapitisha nini? Hizi tutazipitisha ndani ya hizi bracket. Kwa tutakachofanya hapa tutaondoa hii jumlisha tu. Tutafanya ni copy na paste. Na baada ya hapo ni kwamba tutakuja huko ndani tutadefine kwamba hiyo first itakuwa ni nini? Sawa? Tunaweza kusema labda ni 20 na hiyo ya pili inaweza kuwa tukasema labda ni 35. Sasa kumbuka tumereturn, lakini tukienda tukarun ni kwamba tusipata majibu kwa sababu hatuja echo. Kwa mfano nikienda nika run utaona kwamba tunakwenda kugain na tutapata nothing kwa sababu hatuja echo. Kwa hiyo itatakiwa ku echo. Tuta echo ndani muda ule mwanzo tulia echo ndani. Sasa hivi tuta echo nje, ndio? Tukifanya ku echo ili iweze kutokea. Kwa hiyo utakapo save na kurun tutaweza kuona tunapata majibu 55. Na ni kweli ukichukua hiyo ukajumlisha unapata 55. Kwa hiyo hii ni function ambayo ndani yake ina return sawa, lakini na parameters tumeweza kuza kwa sababu ndani haijatuja define hizi taarifa. Kwa hiyo inakuwa ni muhimu nafanya katika ku define hizi taarifa, lakini pia inaweza kutumika kama mlango kuingizia taarifa ndani ya block of code ya function. Sawa. Kwa hiyo ukitazama hapa ni kwamba, lakini pia tunaweza tukareturn ndani ya function pasipokuwa na parameter. Kwa mfano tumereturn hizi, tuondoe hii, ndio tunakwenda kureturn hii, ndio, lakini hizi tayari tunazitambua kwamba labda kwa mfano hii ni 20 plus 40 35. Maana yake hatutohitaji nini ifanye kwa sababu zinatambulika ndani. Na hapa tutakachofanya ni kwamba tutaziondoa. Tuta save na nitakwenda nitarun. Ili kupata kitu kile kile. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ziko tayari defined. Kwa hiyo hatuhitaji kupitisha parameters. Sawa. Kwa hiyo hii inakuwa ni function ambayo ina return lakini haina parameter. Na tutaka ni kutoa hizo, kupa hizo concept tu ndogo, na huko mbele tutaangalia katika hatua ambayo ni ya juu zaidi. Kwa hiyo hii ndio njia ambayo ninasema kwamba namna gani unaweza ukatengeneza function katika PHP. Kwa hiyo niseme kwamba sidhani kama kuna ambacho nimesahau, nadhani tuko sahihi. Labda kwa mfano tu mfano mmoja, naweza kusema labda return
Sawa, nikasema labda kwa mfano my age au umri wangu ni miaka, sio? Hapa nitakachokifanya nita concatenate kama liko sahihi, sio? Nikisave na nikarun, nini kitatokea? Tumepata error syntax kuna hii hapo. Okay, okay, tumerudi. Okay. Save. Sawa, umri wangu ni miaka 55. Okay. Kwa mistake yetu ni kwamba zilikuwa zimeungana, kwa hiyo inashindwa kutofautisha. Kwa lazima uweke nafasi kidogo. Kwa unaweza kuona kwamba inaweza kufanya, tunaweza tukafanya kitu kama hicho kutumia function. Kwa niseme kwa video hii inatosha kwa hatua ya leo, ni hatua ya mwanzo sana. Na tutaweza kuangalia katika hatua zinazofuata ambayo itakuwa ni advanced zaidi, lakini nasema hii ni hatua ya msingi, ni basic katika function ya PHP. Niseme nashukuru sana kwa kuweza kutazama video hii. Ni kuombe tu kwamba uweze kulike kama unavutiwa video hii, naomba uweze kulike, lakini usisahau kuweka maoni yako hata kama ni ya kukosoa na njenga, lakini pia usisahau kushare kwa watu wengine ili waweze kujifunza. Na jambo lingine, usisahau kubofya notification kwa wewe ambao tayari umesha subscribe. Kama huja subscribe, ni kuombe sana na kuomba sana uweze kusubscribe. Hii inanihamasisha na kuweza kufanya kazi hii. Kazi hii sio nyepesi, inahitaji muda na utulivu. Asante sana, tukutane katika video itakayofuata.